Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Mola subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'ani al-Karim akisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu mpaka wakati ambao kwamba hata tamutunna wa antum muslimun, mpaka mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Ibada ya Mola subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, yafaa tuwe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumwabudu. Ndio kwa maana katika Uislamu ukapatikana na mnadi akiwaita watu hayya ala salah, hayya ala falah. Na Mwenyezi Mungu akauliza katika suala, tuuliza wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan, ni mtu gani ambao kwamba ni bora kumshinda yule ambao kwamba ananadi na kuita watu katika ibada ya Allah tabarak wa taala. Hiyo ama nidaa kama hii hupatikana kwa watu ambao kwamba ni wacha Mungu, watu ambao kwamba ni wakumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akisikia Allah subhanahu wa ta'ala akitajwa akisema hayya ala salah, njooni katika sala, hayya ala falah, njooni katika kufaulu, wanaharakika na kuenda katika ibada ya Mola subhanahu wa ta'ala. Anaeleza katika Qur'an Mola subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya watu ambao kwamba katika ulimwengu kama hii hutia hofu katika nyoyo za watu, ama hutia watu hofu katika mambo yao. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ambao kwamba Waislamu wakipambania katika dini ya Mola subhanahu wa ta'ala, kulikuwa na watu ambao kwamba wakiwatia hofu na kuwatia uoga watu wasifanye dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasifanye ulinganizi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akazidi kuwazidishia watu kama hawa imanan wa tasdiqan, wakawazidi kuwazidishia wao kuwa na imani na kuzidi kukubali Mola subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'a almu'minuna, na anaeleza Mwenyezi Mungu katika Qur'an al-Karim akisema, walamma ra'a almu'minuna al-ahzab, na pindi walipoona waumini ahzab, waumini wa Kiislamu walipokuwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipoona ahzab, walipoona makundi yanakuja, walikuwa katika hali ambayo kwamba ni hali ya ugumu. Na walipoona ahzab, anaeleza mwenye dalailul falihin, dalilul falihin, waumini walipoona ahzab, walipoona makundi ya makafiri yanakuja kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, anaeleza nini? Anasema Mwenyezi Mungu, qalu, waumini walisema, hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, hii ni mambo kwa kwamba ametuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na katika hotuba zetu zilizotangulia, kuna wakati mmoja tulikuwa wenye kuzungumza tukasema, yule ambao kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wale ambao kwamba kuna istikama katika dini yao, Mwenyezi Mungu anasema, wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum, mpaka tujue nani mujahid. Kwa sababu ningelikuwa wakati wa masahaba ningeenda vita, ningelikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ningelipigana na ningesaidia mtume katika vita, ningelikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ningelisimama na mtume. Sasa Mwenyezi Mungu akaeka akasema, hakuna mitume, al-ulama warathatul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume. Na akasema Mwenyezi Mungu, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsi min al-amwali wa anfus wa bashiris sabirin. Mwenyezi Mungu anasema, wala nabluwannakum, na tutawaonjeni, bishay'in min al-khawfi wal-ju', kutokamana na hofu. Inna an-nasa qad jama'u lakum, watu wamekusanyika kwa ajili ya kuwapiga, lazima tuwaonjeni. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf, kwa hofu, kutia hofu katika moyo wako, wajui na njaa, wa naqsi min al-amwal, na upungufu wa mali, wa thamarat,
na pia matunda, watu wakawa maskini, watu wakakosa katika mali. Mwenyezi Mungu amekuwa mwenye kuahidi kuwa atakuwa mwenye kutuonjeni katika hayo. Walipoambiwa ama walipoona makundi ya makafiri yanakuja, qalu, walisema hadha ma wa'adana Allahu wa rasulahu, hii ni mambo ambayo kwamba ametuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake kuwa atatuonjeni. Mwenyezi Mungu ni ahadi yake, amesema wewe ukisimama na Uislamu, wewe ukisimama katika siratal mustaqim, ukasimama katika njia ambayo kwamba ni sawa, lazima Mwenyezi Mungu akuonje, lazima Mwenyezi Mungu akupende mtihani, akunyime mali, akunyime kama ni watoto, akunyime ni atakuwa mwenye kukuonja. Anasema wabashiri sabirin, kisha wale ambao kwamba wenye kusubiria ndio watu ambao kwamba watapata ujira mkubwa zaidi, ndio watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia jannatul firdaus, amewaandalia pepo yake Allah Tabarak wa Ta'ala. Wakasema watu kama hawa Waislamu mu'minun walipoona Ahzab, kusema wasadaqa Allahu wa rasulahu, na Mwenyezi Mungu na mtume wake ni watu wa kweli, wamesema katika mambo ambayo kwamba ni ya kweli, na Mwenyezi Mungu na mtume wake hawadanganyi kuwa mtakuwa wenye kuonjwa, mtakuwa wenye kupewa balaa, mtakuwa wenye kupewa misukosuko, mtakuwa wenye kujaribiwa. Mwenyezi Mungu na mtume wake hawadanganyi. Wewe kuwa katika imani, ukiwa katika ucha Mungu, ukiwa katika dawa, lazima uonjwe, lazima upewe misukosuko, lazima upewe mitihani. Kama ni watu wako, familia yako nyumbani, lazima utapewa mitihani. Wewe ni mtu wa msimamo, unasimama na haki, utapewa mtihani. Kutatokea na watu mandugu zako wameritaji, kutatokea na watu katika familia yako unapewa na mtihani na Mwenyezi Mungu. Lazima mtihani utakuja kwa sampuli moja ama nyingine, lazima upewe mtihani. Lakini watu bora ni wale ambao kwamba wanakuwa wenye kusubiria kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ujira wao amewaandalia watu kama hawa, ujira ambao kwamba ni mkubwa zaidi. Watu kama hawa walipoona makafiri wanakuja kuwapiga vita, wakasema hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu alishaahidi. Mwenyezi Mungu alitupa ahadi, lazima tutaonjwa. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa mtihani, sisi ni akina nani tukose kupewa mtihani? Sisi ni akina nani tukose mtihani ya Mwenyezi Mungu? Lazima tuwe wenye kuonjwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake hawakosei katika ahadi. Wama zadahum illa imanan wa tasdiqan, na hawakuzidishiwa walipoona makafiri wanakuja kuwapiga, haikuwazidishia hofu, hawakupata kubabaika, hawakupata kuhuzunika, walipata imani ilizidi na kusadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ikazidi. Ukiangalia Abu Bakar radhiallahu anhu akiitwa As-Siddiq, aliitwa As-Siddiq kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akifanya mambo yake, ameenda katika Isra wal Miraj. Mtume ametoka katika muda wa chini wa saa moja, ametoka Maka, amekwenda Masjid al-Aqsa Palestine, kisha amepanda mbinguni kwenda katika mbingu ya 7. Makafiri wakakuja wakamwambia Abu Bakar, Abu Bakar, sikia rafiki yako, sahibi yako anasema kuwa ametoka katika usiku mmoja kutoka Maka kwenda Masjid al-Aqsa, kisha akarudi, unamwamini? Saidina Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akasema naam, hata akisema ametoka hapa Maka amekwenda Palestine, kisha akatoka Palestine akaenda katika mbingu, mimi nitamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipopewa hofu katika nyoyo zao, wao imani ilizidi. Lakini sisi tukipewa hofu, imani inapungua na tunakuwa wachache wa imani. Lakini waumini wakisawasawa, wakipata hofu, ndio imani yao na kusadikisha kwao kunakuwa wenye kuzidi katika maisha. An Ibn Abbas, hadithi kutoka kwa Ibn Abbas qal, anasema Ibn Abbas anaeleza kuwa, anasema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anasema hasbunallahu wa ni'mal wakil, anatutosheleza sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wakili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mtetezi wa wanyonge. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
nani? Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qalaha, anasema Ibn Abbas, maneno kama haya wamesema Ibrahim, ameisema Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam amesema hina ulqiya fi an-nar, wakati Ibrahim alitupwa katika moto alisema hasbunallaha wa ni'mal wakil, ananitosheleza mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo wakili wangu. Ukitaka mtetezi wa haki, ukitaka mtetezi wa hakika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukitafuta watetezi katika wanadamu, fulani anitetee, fulani aniseme vizuri, fulani akuwe wa kwangu au mwenye kunitetea, mwanadamu leo atakutetea, kesho yeye mwanadamu ndo ambaye kwamba tena atakuwa mwenye kukutweza. Leo mwanadamu anamsifu mtu, kwambia fulani mashallah wewe ni mzuri, fulani wewe ni mkarimu, umefanya hivi, umenunua hii, umesaidia hawa, umefanya haya, wewe ni mtu mzuri sana, mtu muungwana. Kisha huyo mwanadamu kesho kosea jambo dogo, umefanya mengi 100 amekusifu, alhamdulillah. Umefanya 100 amesema wewe ni mtu mashallah, unafanya hili na hii. Lakini fanya dogo, kosa moja dogo, mwanadamu atakuwa mwenye kukutweza, mwanadamu atakuwa mwenye kukusema, mwanadamu huyo atakuwa mwenye kukutukana. Fulani huyu mimi nilifikiri ni mtu muungwana, kumbe ni mjinga. Yeye ndo alisema wewe ni mtu muungwana, wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu mkarimu. Leo anakuita wewe ni mjinga kwa sababu kuna kosa moja ambalo kwamba umelifanya. Hiyo ndo sifa na tabia ya mwanadamu. Sasa usitake mtetezi wako, usitake mwenye kukusifu awe ni mwanadamu, atakutweza, atakudhalilisha, atakutukana. Mtafute rafiki wa hakika. Al-Imam Al-Ghazali anasema katika kitabu chake Bidayatul Hidayah kuwa rafiki wa hakika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafiki ambao kwamba waweza kumfanya rafiki awe rafiki yako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka mtetezi wa hakika, mtafute Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndo mtetezi ambao kwamba ni mtetezi wa hakika na ni mtetezi ambao kwamba anatetea dhuafa, watu ambao kwamba ni madhaifu na watu ambao kwamba ni wanyonge. Maneno kama haya alisema Nabii Allah Ibrahim wakati ambao kwamba alikuwa anatupwa katika moto. Tunafahamu kuwa watu baada ya Ibrahim kuvunja masanamu, baada ya kukataza ibada ya masanamu, watu wake walikusanya kuni, wakasema Ibrahim huyu lazima tumchome. Wakamchukua Ibrahim wakamtupa ndani ya moto. Wakati ambao kwamba Ibrahim anatupwa katika moto, anaeleza mwenye Dalilul Falihin anasema Ibrahim maneno yake ya mwisho alisema hasbunallaha wa ni'mal wakil. Alimtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akasema Mwenyezi Mungu ndo wakili wangu, Mwenyezi Mungu ndo loya wangu, mimi namchukua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa nini? Mwisho Ibrahim hakuchomeka katika moto, ikabaki Ibrahim yuko salama kwa sababu amemtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqalaha, na maneno kama haya aliyasema Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alisema nabii yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina wakati ambao kwamba qalu, wakati ambao kwamba watu walisema inna an-nasa qad jama'u lakum, walipoambia waislamu inna an-nasa qad jama'u lakum, hakika watu wamekusanyika kwa ajili yenu. Kuna watu wanakuja kuwapiga, kuna watu wanakuja kuwafanyia makubwa, makafiri wanakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nini? Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, basi waogopeni. Ogopeni, watu wanakuja, kundi kubwa la makafiri linakuja. Waislamu kimbieni. Mtu anawaletea habari akiwaambia kuwa watu kama hawa ama maswahaba kama hawa wao wenye kukimbia, na mtu kama huyu alikuwa anaitwa Naim ibn Mas'ud. Yeye ndo kwamba alikuwa anawatia hofu Waislamu, akiambia wewe Waislamu mtapigwa, watu wanakuja. Inna an-nasa qad jama'u lakum, hakika watu wamekusanyika kwa ajili ya kuwapiga. Fakhshawhum, basi watu kama hawa ogopeni watu kama hawa. Fazadahum imana, basi Waislamu wakawa wenye kuzidishiwa imani. Muislamu akitishiwa imani yake inazidi.
wakati Muislamu yuko katika njia ya haki, njia ya sawa, wakati ambapo kwamba anapewa vitisho na kutishiwa na kubabaishwa, ndio wakati Muislamu imani inazidi zaidi. Na hivyo ndio ilikuwa masahaba. Usikia vita vya Badri, sio Waislamu walishinda katika vita vya Badri, Waislamu walishinda katika vita vya Uhud, ni wakati ambapo kwamba walipojiona madhaifu, walipojiona wanyonge, walizidiwa na imani na wakajiona kwa sisi ni wengi, twende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na sisi. Maadamu uko katika njia sawa, uko katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe siku zote Mwenyezi Mungu atakutosheleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimama pamoja na wewe. Fakhshawhum fazadahum imana waqalu, na walipoambiwa kuwa wanakuja maadui Makureishi wanakuja kuwapiga vita, faqalu, Waislamu wakasema hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, anatutosheleza sisi Mwenyezi Mungu, anatutosha sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anatufaa sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atatutetea sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio wakili wetu. Tunaenda. Waislamu wakawa wenye kutoka na kuenda baada ya kupewa vitisho kama hivyo. Na watu kama hawa ambao kwamba walikuwa wanakuja kuwapiga vita Waislamu ilikuwa ni Abu Sufyan pamoja na kundi lake, Abu Sufyan pamoja na marafiki zake. Ndugu zangu Waislamu, yoyote yule ambao kwamba atamtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kutosheleza, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mtetezi, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala naye pia atakuwa mwenye kumfaa na kumkurubia na kumtetea mtu kama huyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema idha taqarraba abdi, atakaponikaribia mja wangu, shibran, akanikurubia mimi shibri moja, takarabtu ilayhi ba'an, mimi nitamkaribia mja wangu, takarabtu ilayhi dhira'an, mimi nitamkaribia mja wangu dhira'. Shibri moja ni mtu kufanya mkono wake, shibri hilo shibri moja, ukamkaribia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa udogo kiasi gani? Mwenyezi Mungu anasema mimi nitakukaribia dhiraa. Dhiraa ni hapa mpaka hapa, hii mkono yote, hii ndio dhiraa moja. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kukaribia. Na anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi ya kwamba ni kudusi, na atakaponikaribia Mwenyezi Mungu mja wangu, na atakaponikaribia mja wangu dhiraa moja, takarabtu ilayhi, basi mtu kama huyu nitakuwa mwenye kumkaribia mimi kwa kiwango ambacho kwamba ni kikubwa. Mtu wangu akinikaribia shibri moja, mimi nitamkaribia dhiraa. Na akinikaribia mimi dhiraa moja, mimi nitamkaribia ba'an, mimi nitakuwa mwenye kumkaribia kiwango ambacho kwamba ni kubwa. Ukisema ba'an ni kiwango ambacho kwamba tukilinganisha ni mita moja, ukamkaribia Mwenyezi Mungu dhiraa moja, naye atakukaribia mita moja. Wa idha atani yamshi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mja wangu ataponijia, wa idha atani yamshi ataituhu harwala, mja wangu akinijia hali ya kuwa kwamba ananikimbilia, mja wangu akija hali ya kuwa ametegemea kwangu, anajua Mwenyezi Mungu ndo mtetezi, anajua Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuruzuku, anajua Mwenyezi Mungu ndo mwenye kupanga, anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo mwenye kila kitu. Basi anasema Allah Tabaraka wa Ta'ala katika hadithi ambayo kwamba ni kudusi, anasema ataituhu harwala, mimi nitamwendea mja wangu hali ya kuwa mimi namkimbilia. Furaha gani wewe umeenda sehemu kisha ukaona ni mzazi wako, ama kwa mfano ambao kwamba ni mfupi zaidi, mfano ambao kwamba ni dunia wa kiulimwengu, umeenda sehemu, umefika, kuna mkutano mkubwa ambao kwamba ni mkutano wa kiserikali, kuna pale MCA, wacha tuweke mtu mdogo, MCA ama MP yuko pale, kisha ukaingia, ukifika akawa mwenye kukimbilia, akasema mtu wangu ndio yule, akatoka katika kiti yake akakuja akianza kuwa na kukimbilia.
Ama akawa mwenye kukutaja akasema kuna sahibu wangu amekaa sehemu fulani anaitwa Muhammad, ama kuna sahibu yangu ambaye kwamba yuko sehemu fulani anaitwa Said. Akawa MC kama huyo akawa mwenye kukutaja, ama MP kama yule akawa mwenye kukutaja, utajihisi katika moyo fakhri kiasi gani kuwa nimetajwa na mbunge. Umesikia ameniita mimi, umesikia amenitaja, amesema mimi ni rafiki yake. Sasa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukamtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akawa mwenye kukimbilia, utakuwa daraja yako ni kiasi gani? Daraja yako itakuwa ni kubwa mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala, mbele ya makhluqat, mbele ya viumbe vya Mola subhanahu wa ta'ala. Utakuwa na daraja ambayo kwamba ni daraja kubwa zaidi. Anatuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, watawakkal ala al-hayy, na watu watawakkal. Kutawakkal ni mambo yako kuachia Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema sisi huu msikiti ni watawakkal, ama sisi ni watu wa kutawakkuli kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sisi ni watu ambao kwamba shida zetu, matatizo yetu tunamwachia Mwenyezi Mungu. Na kumwachia Mwenyezi Mungu matatizo yako si mwanzo uende kwa waganga wakufanyie huko mazingaumbwa kisha ndo unarudi nimemwachia Mwenyezi Mungu bwana mimi. Kumwachia Mwenyezi Mungu ni wewe wakati ambao kwamba matatizo yamekupata, unasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel, unasema Allah Mwenyezi Mungu, unamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, kisha mambo mengine yafate. Na tukisema mambo mengine yafate, si waganga wafate, mambo mengine yafate. Sasa wanasema tawakali, wewe tawakkal kwa Mwenyezi Mungu, lakini tafuta sababu. Hauwezi acha mnyama wako pale, umemweka mbuzi ukasema mbuzi wangu mimi nimetawakal, acha mbuzi wangu Mwenyezi Mungu atauchunga. Mwenyezi Mungu tunakuja achunge mbuzi wako, wewe ni ufunge kamba. Wewe ni mgonjwa, mwanza na Mwenyezi Mungu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu nakuomba nipe shifa katika maradhi yangu. Mwenyezi Mungu nisaidie katika maradhi wangu niwe mwenye kupona. Muombe kwanza Mwenyezi Mungu akupe shifa kwa maradhi yako. Kisha baada ya pale nenda hospitali. Umetanguliza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umetawakal kwa Mwenyezi Mungu, hujatawakal kwa madawa. Kuna yule ambaye kwamba anatumia madawa, akaenda hospitali akafanyiwa matibabu yakawa yenye kushindikana, kisha ndo baadaye anasema tusituendeko kwa msikiti huo kidogo, tuendeko kwa msikiti, imamu atuombeko, atupeko dua. Wewe baada ya kuwa umezunguka sehemu zote umemsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ukianza na Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayafanya kuwa mepesi zaidi. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, basi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watawakal watu ambao kwamba wana imani, watu ambao kwamba ni mu'minun, watu ambao kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wao wenye kutawakal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mambo ni ya Mwenyezi Mungu, kuwa mwenye kutawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kukutetea, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kusimama pamoja na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kukukumbuka. Mungu awe ni mwao wako wa kwanza. Mambo yako yote unayafanya, yafanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona wanavyoni mambo yao mengi wakaweka katika babu nia, wakaweka mambo yao katanguliza na nia, kwa sababu innal a'malu binniyat. Mwenyezi Mungu atakulipa kusimamana na nia yako. Wewe ulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Je, ulimtanguliza Mwenyezi Mungu? Je, ulianza na Allah subhanahu wa ta'ala, ama wewe ulianza na viumbe vya Mwenyezi Mungu kwanza kisha ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yakulu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume akisema Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, laka aslamtu, kwako wewe nimejisalimisha, kwako wewe mimi ni Muislamu, kwako wewe nimekuja, kwako wewe nimekuachia mambo yangu yote kwako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laka aslamtu wa bika amantu, na Mwenyezi Mungu wewe nimekuamini, wa alayka tawakkaltu, na kwako wewe Mwenyezi Mungu nimetawakal. Mambo yangu nimekuachia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yako muachie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahumma, akisema Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mwenyezi Mungu,
hakika wewe Mwenyezi Mungu, a'udhu bi'izzatika, najilinda kwa uwezo wako, najilinda kwa izza yako, najilinda kwa ushindi wako. A'udhu bi'izzatika, najilinda kwa ushindi wako. La ilaha illa anta, hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu. Hii ndio maneno ya Muislamu, hii ndio maneno ya muumini. Wakati ambapo kwamba balaa imempata, wakati ambapo kwamba matatizo yamempata, wakati ambapo kwamba yuko kwa shida, maneno kama haya ndio maneno ambapo kwamba yafaa muumini au mwenye kusema Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, a'udhu bi'izzatika, najilinda kwa uwezo wako, najilinda kwa izza yako, najilinda kwa ushindi wako, najilinda kwa nguvu zako. Nguvu ni za Mwenyezi Mungu. Watu wanajilinda kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, lakini malasafu shadid, mtu anaenda kwa kutafuta nguvu ya mashaitani, kutafuta majini, kutafuta vitu ambazo kwamba hazifai, anaenda kutafuta nguvu ya wanadamu, na nguvu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wewe unamuona Mwenyezi Mungu ni dhaifu? Unamchukua Mwenyezi Mungu hana uwezo? Unamchukua kwa Mwenyezi Mungu si mwenye kumiliki mambo yote haya? Kwa yule ambaye kwamba anatambua kuwa Mwenyezi Mungu ni mmiliki wa dunia, wa mbingu na ardhi, basi maneno kama haya, maneno ambayo kwamba ni mazuri, anakuwa mwenye kuyasema wakati amemsibu matatizo, wakati amemsibu yeye balaa, wakati amemsibu yeye shida, wakati kwa shida, anakuwa mwenye kusema maneno kama haya, dua kama hii akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, a'udhu bi'izzatika, najilinda kwa uwezo wako, najilinda kwa ushindi wako, najilinda kwa nguvu zako. La ilaha illa anta, hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi miungu ambao kwamba sisi tunakimbilia kwa waganga, sijui kwa masanamu, sijui kwa majini, sijui kwa wanadamu, wengine wamefanya wanadamu wenzao kuwa ni miungu, hizi zote hazitokufaa pale popote, wala hawana nguvu yoyote. Ikiwa Mwenyezi Mungu amepanga kitu likupate, hata mwenzako atake kukutetea namna gani litakupata. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amepanga jambo fulani lisikupate, awaje maadui, waje watu sampuli gani, hawatakuwa wenye kukudhuru, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameahidi kukutetea, kwa sababu umemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na pia akawa mwenye kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, antudhillani anta alhayyu alladhi la tamut, wewe Mwenyezi Mungu ambao kwamba unakuwa mwenye kuniongoza mimi ambao kwamba uko hai, Mola ambao kwamba hawi mwenye kufariki. Waljinnu, na majini, anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, na majini, waljinnu walinsu yamutuna, na majini na wanadamu yamutuna, wanakufa. Wewe ukitaka kutetewa na majini, majini wanakufa. Walinsu yamutuna, pia wanadamu wanakufa, hawatakuwa wenye kukutetea, bali Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba yuko hai, ukienda ukitawakali kwako yeye, Mwenyezi Mungu atakuwa mwenye kukutetea. Pamoja na wanadamu, wao hujiona kuwa wana nguvu. Mwanadamu anajiona kuwa yeye ana nguvu, anajiona kuwa yeye anaweza kumdhuru mwenzake, anajiona kuwa yeye anaweza kumnufaisha mwenzake, lakini mwanadamu una majini hawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kudra ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiona matatizo yamekupata, ni Mungu ametaka yakupate, si mwenzako ametaka yakupate, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kupanga khairihi wa sharri min Allah ta'ala. Khairi na shari ambao kwamba anayapanga ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.